Kama wewe na mke wako au wewe na mpenzi wako hamjawahi kufanyana mambo kama haya au huaga hamfanyiani vitu kama hivi, basi nyinyi hampendani. Ni waongo, hampendani. Nawaambia mimi ukweli. Kama hamjawahi kufanyana vitu kama hivi au huaga hamfanyiani mambo kama haya, nyinyi hampendani. Watu wanaopendana lazima wafanyiane haya mambo. Lazima wafanyiane, lazima. Kama nyinyi hamfanyiani, muachane tu bora, kila mmoja abebe begi asepe. Narudia kwa herufi kubwa. Kama huwa hamfanyiani mambo kama haya, hamupendani. Namba moja, kuoga kwa pamoja. Wewe na mke wako au wewe na mpenzi wako, kama hamjawahi kuoga kwa pamoja au huaga hamuogi kwa pamoja, kila mmoja anaoga peke yake. Kuna wengine wanafika mahali mpaka kila mmoja anakula peke yake. Nyinyi hampendani. Hampendani. Watu wanaopendana lazima wakaoge kwa pamoja. Unakuta kuna yule mmoja huaga anawahi, yeye anaanza kuoga haraka haraka ili baridi limtoke, anamsubiria mwenzake aje ammwagie maji ya baridi. Kama huaga hamfanyiani hiyo michezo bafuni, nyinyi hampendani. Hampendani. Mwenzako ametangulia kuoga afu umechelewa, ndio unaenda umekuta mwenzako ameshaanza kuoga, anakumwagia maji ya baridi. Jamani usinimwagie maji ya baridi. Mnaanza kusema nistoki jamani. Utaki nini? Mama umemsogelea. Sasa mkishaenda bafuni kule, alafu mmoja anaenda kwenye sinki la choo pale. Utasikia pa pa pa. Jamani ananuka. Utasikia ananuka nini na wewe? Maharage yako hayo. Maharage yangu ya wapi? Maharage yako ulinipikia jana. Muone kwanza, mtoka huko na mimi nije. Yaani haoneani aibu. Sasa wewe mpenzi wako anaogopa kujisaidia mbele yako. Eti mimi siwezi kujisaidia. Hampendani. Utasikia kama mwanamke na kenyewe kameenda. Usiniangalie. Sikuangalie nini sasa? Sitaki usiniangalie. Yaani ni wana vituko, wakienda bafuni ni fulu vituko. Sasa wewe na mpenzi wako ni kama maadui. Kama wewe na mpenzi wako huaga hamjambi wote kwa pamoja, yaani kujamba mbele ya mpenzi wako, unaogopa, unabana ufyuzi. Nyie bado hampendani. Watu wanaopendana hawaogopi kujamba mbele ya wapenzi wao. Tena anajamba mpaka ananyanyua na mguu. Sasa wewe kama unaogopa tu kujamba mbele ya mpenzi wako, hampendani nyie. Ni wanafiki wakubwa. Mapenzi yanahitaji vituko. Ndoa inahitaji vituko. Inahitaji utoto mwingi sana. Sasa wewe mwanaume kazini uko serious, nyumbani uko serious. Yaani wewe serious muda wote. Unatoka kazini, unafika nyumbani kwa mke wako, umekunja sura. Habari sasa hivi. Sura kama unatafuta mwizi. Changamkianeni wewe na mke wako. Ndoa bila vituko haiendi. Ndoa haihitaji userious, inahitaji vituko. Umesikia wewe? Hata kama mke wako kazeeka anahitaji ile michezo ya kitoto ile. Anainama pale mara anaosha vyombo unampiga. Jamani mniache. So kwamba nataka umwache kweli. Pale unapompiga afa anasema jamani mniache. Kimoyo moyo anasema nipige tena. Waga ni waongo, mara umemtekenya. Si jamani usinitakanye. So kweli hataki kutekenywa, muongo. Kimoyo moyo anasema tekenye tena. Ndoa bila vituko imekufa. Kwa hiyo nyinyi kama mfanyani vitu kama hivi hampendani. Namba 2, watu wanaopendana, mke na mume wanaopendana huwa wanapenda sana kuteta watu. Wakiwa wawili, utasikia yani mke wangu kuna jamani moja hivi na hivi au kuna kitu fulani hivi na hivi. Kwa siku mwanamke anatakiwa aongee maneno 2000. Sasa piga mahesabu, huo usiliazi wako unaomletea mke wako, hayo maneno 2000 anaongea na nani? Na hayo maneno 2000 inatakiwa aongee na mtu wa karibu sana, acheke naye, acheze naye, aongee naye, apige naye story. Sasa wewe kila siku unarudi uko serious. Mwanamke punguza ubize mume wako anaporudi. Mume wako ndo anarudi wewe ndo uko busy na simu. Mume wako anarudi kazini wewe ndo unaanza kupika, ndo unaanza sijui kufanyaje kufua sijui. Ukimaliza kucheza na watoto kacheze na mume wako. Hata sisi wanaume pia tunahitaji kucheza. Sisi unaanza kuona kama vile makatuni. Ukimaliza kucheza na watoto kacheze na mume wako. Unaenda kwa mume wako kule ndani. Amelala unamtekenya. Utasikia wewe mniache bwana. Sio kweli anataka umuache, muongo. Anaposema wewe mniache bwana. Alafu kimoyo mwana anasema nitekenye tena. Kwa hiyo na sisi tunataka michezo na wake zetu. Mwanaume unaporudi kazini punguza userious. Ongea na mke wako. Muda mwingine unamfuata huko jikoni. Mambo mama. Poa. Jamani mboga ya jana ulipika nzuri. Wewe mwacha. Sasa wewe unarudi. Yaani ndani kama wanajeshi. Eti mimi sitaki mke wangu anizoee. Yaani ukiingia ndani wewe kama mjeda. Umefanya hiki. Mke wako anafanya. Fanya na hiki. Wewe unaona unavompelekesha mkeo. Haiko hivyo. Hata ufanyeje ndoa haiko hivyo. Ndoa inahitaji vituko. Punguza userious wewe mwanaume unapotoka kazini. Cheka na mkeo, piga story na mkeo. Mwanamke aongee maneno 2000 ya aishe. Sasa wewe unajifanya huko serious ya nini? Utasikia mume wangu kuna kaka fulani hivi alikuwa ananitafuta na kwambia, alafu na nyewe wanawake mkitongozwa na wanaume ambao hamwataki mnatuambia. Mkikutana na wanaowapenda hamtuambii. Mkome kutuambia basi. Utasikia basi mke wako anakuambia, "Yaani kuna mtu alikuwa ananitaka. Sijui nimetoa wapi namba yangu nakwambia." Ananiambia eti na magari. Nikamwambia unikome.
Yaani umbea lazima watete watu. Hivi umesikia mama fulani alichokifanya? Hapo umerudi kazini, mke wako anakupa umbea. Kama mke wako hakupi umbea, kama hampeanagi umbea, nyinyi hampendani. Ni wanafiki. Namba 3, kusindikizana chooni usiku. Watu wanaopendana huaga kila mmoja anamtoa mwenzake usiku, anamuamsha. Hasa wanawake ndio huaga wanapenda kuamsha waume zao. Lakini kuna mwanamke hawezi kumuamsha mume wake usiku kwa sababu ni mkali kila muda tu. Anaogopa kutoka nje, lakini atafanyaje? Mume wake kama limbwa, linabweka bweka. Anaogopa hadi kumwamsha mume wake usiku amtoe nje. Anabaki hivyo hivyo tu. Lakini kama mume wake anampenda mke wake, utasikia mume wangu nitoe nje. Anamtoa nje. Sasa pale umemtoa nje mke wako, ameingia chooni, unaokota jio, unarusha juu ya bati. Utaona kametoka mbio. Nduki. Wewe unacheka pale, unaambia bwana, mimi nimerusha mawe. Bwana sitaki, mimi umenishtua. Haya, rudi basi. Nione kwanza amesimama mbali. Njoo hapa mlangoni. Yeye ni vituko. Sasa wewe unafoka, mke wako anakuhamisha, unafoka. Watu wanaopendana wanatoana usiku nje. Namba 4, kununiana kwa muda mfupi. Watu wanaopendana, kwa sababu usifikiri mkipendana hamtanuniana, hamtakwazana, vikwazo vipo. Lakini watu wanaopendana hawanuniani muda mrefu. Sasa nyinyi mnanuniana wiki nzima, mwezi, mnapendana nyinyi. Hata uwezo wa kupeana sumu nyie upo. Kama mna uwezo wa kununiana wiki hadi mwezi, hata sumu mna uwezo wa kupeana. Washamba wakubwa nyie. Watu wanaopendana kwanza wakinuniana, hata jua halizami, washacheka. Washachekeana, wamekubaliana. Hata Biblia kwanza haipendi majuto yanayonuniana. Biblia inasema kabla jua halijazama, kunjua moyo wako. Lakini watu ambao hawapendani wananuniana mwezi mzima, umenuniana na mume wako na mkeo. Nyinyi hampendani, nyinyi ni majambazi, majangili, mashetani nyinyi. Wabaya nyinyi, hampendani hata kidogo. Watu wanaopendana hawawezi kununiana siku moja tu, hawawezi. Hawawezi, lazima watachekeana tu. Na wanaume, kuna wanaume wanaokosea wake zao, eti mimi siwezi kumuomba msamaha mke wangu. Mbwa mkubwa wewe. Ndio maana kuna muda mwingine wanaume tunakosa wanawake wa maana kwa sababu ya kujikuta sisi ni wababe sana. Hatutaki kuomba wake zetu msamaha. Ukimkosea mkeo muombe msamaha yaishe. Na wanawake mtambue kitu kimoja. Kama mume wako amekukosea, alafu unaanza kuona analeta vizawadi, ujue ndo msamaha huo anauomba. Kunjua moyo wako. Kuna wanawake wengine ukimwambia mke wangu nisamee, ndo anavimba kichwa. Kwa nini ulifanya hivi? Oho, nitakuchenjea tena kwa dadadeki. Mimi nakuomba msamaha. Mtu akikuomba msamaha na kuheshimu, anataka amani iendelee. Sasa mtu anakuomba msamaha, wewe unaanza tena upya. Yaani kuna watu ukiomba msamaha ni kama umeanzisha vita upya. Shamba wakubwa nyinyi. Namba 5, watu wanaopendana huwa wanapenda sana kutembea kwa pamoja, kwenda sehemu fulani. Kwenye safari, kuna wanaume hawezi kutembea na wake zao. Mimi siwezi kutembea na mke wangu bwana. Kwa sababu ni mke wake lichafu, alimuoa mke wake akiwa mzuri, mrembo, sasa hivi limefubaa, minywele timtimu, anaogopa hadi kutembea nayo. Nani ni libaya? Atatembea, awatambulisha watu kwamba huyu ni mke wangu. Jinsi lilivyo lichafu. Hela anazo lakini mke wake amtunzi. Hataki kutembea na mke wake, ana wanawake wengine huko nje kibao. Mimi siwezi kutembea na mke wangu. Mke wako ananuka mavi. Wewe malaya, sio wewe kutembea na mke wako. Wewe malaya. Mwanaume anayempenda mke wake na anayemtunza anaona raha kutembea na mke wake, hata kumtambulisha anaona raha. Shemeji yenu huyu amependeza, amewaka. Lakini wewe huwezi kutembea na mke wako. Kwanza watu ambao hawapendani wakitembea siku hiyo kwa pamoja, mmoja yuko kule, mwingine yuko huku. Mume wangu nisubiri jamani. Tembea bwana. Subiri na nini? Lakini watu wanaopendana wanatembea safari moja, wanapiga story. Utakuta ameona kitu fulani, mume wangu ona. Sasa nyinyi ambao mpendani. Sasa na hizi ndizo sifa za watu wanaopendana. Namba 1, sifa za hawa watu wanaopendana. Hawana marafiki wengi kwa sababu marafiki wanapotosha. Watu wanaopendana urafiki wao ni wao wawili tu. Hawana marafiki wengi. Mtu yoyote ambaye ana marafiki wengi ni mtu mbaya sana. Kwanza hawezi kukaa na siri. Alafu pili, hata mambo ya ndoa atayaanika. Atapokea ushauri mbalimbali kutoka kwa watu mpaka ndoa yake itavunjika. Marafiki ni watu wabaya sana. Hawafai hata kidogo. Una marafiki wengine malaya, wengine washaachika kwenye ndoa. Wewe ndio unawashirikisha hao watu mambo ya ndoa. Ndoa itabaki salama. Hawa watu hawana marafiki wengi. Mwanamke ambaye yuko na marafiki wengi, ana marafiki wengi, manamba amejaza, ni mwanamke hatari. Ukiona una marafiki wengi ndugu yangu, hata kufanikiwa ni ngumu pia. Namba 2, wanapenda kwenda kanisani, wana hofu ya Mungu. Wanapenda kwenda kanisani hawa watu wanaopendana. Kanisani wanapenda kwenda, alafu wana hofu ya Mungu. Kila mmoja anamwombea mwenzake. Namba 3, mwenzake akiumwa na yeye anakosa amani. Watu wanaopendana, mwenzake akiumwa tu, yeye hana amani kabisa. Mshukuru sana Mungu ukipata mtu ambaye ukiumwa wewe na yeye anakosa amani. Yaani ni kama vile ameumwa. Mshukuru sana Mungu kama amekupa mtu ambaye tatizo lako ni lake, tatizo lake ni lako. Huyo mtu ni wa maana sana kwenye haya maisha. Watu hawa wanaopendana, mmoja akipata tatizo, huyu mwingine hana amani. Anaomba. Muombe Mungu akupe mke au akupe mume ambaye siku ukipata tatizo atapiga magoti kukuombea. Lakini sio unapata tatizo lijitu linakukimbia. Namba 4, watu wanaopendana hawa sifa zao hawatangaziani madhaifu yao. Hata mume wake awe na kitu gani ndani hatangazi. Hata mke wake awe anafanya kitu gani ndani hatangazi. Kimya, mambo ya ndani